wengi wamekufa huku Shakahola. Baadaye mimi nimekuja na jana nilijitokeza, niliwaambia wabunge mimi nitakuja, nataka kwenda Shakahola nione. Niliambia usiende Shakahola. Shakahola kuna shetani. Nikasema ndio sababu ninataka mimi niende nionane na hiyo shetani. Sasa mimi sikujua ya kwamba wewe unahitaji ati kibali uingie pale ambaye kumekuwa na maafa. Manake pale ambaye kuna maafa ndio natakikana watu waende huko. Kwenda huko tunaambiwa ya kwamba sasa hii imekuwa ni at operation zone. Haitakikani watu waingie huko. Nikasema ni kitu gani ambaye inafichwa hapa? Hata waandishi wa habari hawajakubaliwa kuingia kule Shakahola. Sasa uchunguzi gani ambaye inafanyika hapa Shakahola? Na watu tayari wamekufa. Kama wewe unafukua maiti kwa kaburi, hiyo ni siri. Hiyo ni siri. Sasa mimi nikasema sisi tuko na haki kama Wakenya kwenda kuona. Kufika pale naambiwa haiwezekani. Nikapiga mpaka simu kwa waziri. Akaniambia mimi ati mpaka ningoje kama wabunge mnakuja naweza kwenda na hao wajumbe. Sasa nikasema mimi ni kiongozi ya wale wajumbe. Mimi ni kiongozi wa chama cha kitaifa. Na nimekuja kwa niaba ya mamilioni ya Wakenya. Naweza kukatazwa. Wakanikataza. Lakini yale ambayo nataka kusema hapa, kale ambayo yamefanyika kule Shakahola ni kitu ambayo mpaka ilaniwe na ulimwengu mzima. Manake vile unaona mizoga ya watu zinafukuliwa, kaburi moja iko watu kama 5, mtu amezikwa pale na bibi yake na watoto yake, na hiyo yote ilikuwa inafanyika. Kuna serikali, kuna hata wale ambao wanalipa pesa mshahara kufanya uchunguzi na kulinda wananchi, hawakujua. Sasa kama hiyo maneno imetoboka, ndio sasa wanaweka siri ati isijulikane. Hawa watu ambaye wanahusika ni watu ambaye wanajulikana na wameonekana kwenye runinga, kwenye maombi wakiwa wanaomba na viongozi wa taifa hii. Ndio mimi nilisema Shakahola ni ikulu ni annex ya ikulu. Ni ikulu annex. Maana yake yule jamaa ambaye anaomba pale ameonekana, huyo bwana Mackenzie akiwa na viongozi. Akiwa na viongozi katika shughuli yao ambayo wanafanya ya maombi haya. Sasa sisi tumesema tunataka hii maneno ichunguzwe vizuri, lakini hawezi kuchunguzwa na serikali ambayo inashukiwa ilikuwa ndani ya huko. Wakati huu sheria imebadilishwa. Nimeona kama Bwana Ruto jana ati yeye ameweka tume ya kufanya uchunguzi. Tena vile vile akaweka ingine inaitwa the Judicial Commission of Inquiry. Hiyo ilikuwa inafanyika chini ya katiba ile mkongwe ambayo tulitupa mbele, tulitupilia mbali. Tangu mwaka 2010 katiba mpya, rais ana uwezo ya kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi. Hiyo imewekwa chini ya bunge. Rais hawezi kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi, manake executive ni mshukiwa. Executive ni mshukiwa. Kwa hiyo bunge ndio iko na jukumu. Na juzi mimi nimwambia bunge yetu waende wafanye halahala, waunde tume ya kufanya uchunguzi. Sasa bunge inalala. Bunge litafanya kazi haya. Ruto anasema ameweka hiyo tume. Mimi nitaenda mahakamani kusema hiyo jopo kazi ameweka ni kinyume ya katiba ya taifa letu.
Hiyo ni njia moja ya kuficha hiyo maneno. Wanataka kuzika hii maneno, ndio sababu wanaunda ile tume, anaweka marafiki zake huku ndani ambayo watafanya ripoti ile ambayo yeye anataka. Tunataka tujue hii kitu ilitoka wapi, nani alifanya hii maneno, na ilikuwa inafanyika namna hii, nani alilala kwa kazi, polisi walikuwa wapi, wale shirika ya jasusi walikuwa wapi. Hiyo ndio njia moja ya kuona ya kwamba Wakenya wanalindwa na mambo kama haya. Na mwaka jana mimi niliongea nikasema ati kuna madini zingine ambayo inatakana ichunguzwe. Hizi makanisa zingine ambazo zinaletwa, hii ambayo hujui nimetoka wapi na hapa ya biashara, mpaka zikaguliwe ili yale mazuri ya waachiliwe waendelee mbele na yale mabaya watolewe. Lakini nilipingwa, wakasema Raila ni mtu wa waganga, ni mtu ambaye hana imani na dini, yeye ni mtu ambaye anaabudu shetani na kadhalika. Sasa wale jamaa